Leo mara ghafla, mzee akiwa dampo anaokota begi. Begi lina mipesa ya kutosha mzee. Huyu mzee alikuwa ni muokota makopo na jina lake anaitwa Justice. Mzee baada ya kuokota pesa, yeye na binti yake Philomena wanabadilisha maisha, wanakuwa matajiri. Lakini huyu binti yake Philomena baada ya baba yake kuwa tajiri, anaanza kudharau watu kinoma. Huyu alikuwa ni mpenzi wake na anaitwa Kelly, lakini binti sasa hivi anamdharau halafu anamkataa. Huyu binti Philomena anadharau watu sio poa. Sasa leo kinachokuja kumkuta, Philomena anatekwa na baba, anauza kila kitu, anatoa pesa zote kumkomboa binti na baba anafilisika. Baba anakuwa ni maskini. Binti alikuwa na dharau, lakini tazama kinachomkuta sasa hivi. Oya, sio poa. Mchezo huu hapa, utazame. Mambo vipi? Mimi naitwa Roboti na hii inaitwa Ostasi Rekapu, na hili ndio chimbo jipya la rekapu zote za Kinyamwezi mjini. Basi usisahau kusubscribe, usisahau kulike na usisahau kudondosha comment pia. Guys, kumrazi kwa sauti kutokusaundi vizuri, tunajitahidi kushughulikia hilo. Na turudi kwenye filamu, na hili zigo ni zigo jipya kabisa, linaitwa Life in Apado. Nalifungua kwenye makaratasi na lileta kama lifuatavyo. Zigo linaanza linamuonesha huyu mzee. Huyu mzee ni muokota makopo, jina lake anaitwa Justice. Leo mara ghafla, kama miujiza vile, huyu mzee akiwa dampo anaokota begi lina mipesa ya kutosha mzee. Basi mzee ikabidi afunge safari, anarejea nyumbani, na hapa nyumbani anaishi kwenye hiki kibanda. Maisha ya huyu mzee ni mabofu kinoma. Oya, maisha ya huyu mzee ni makorofi kinoma. Lakini hii leo ameokota pesa na anamwambia binti yake ahesabie. Huyu binti yake anaitwa Philomena. Basi mzee pamoja na binti yake wanafurahia kinoma. Hii leo maskini wamepata. Basi tayari mzee anabadilisha maisha, ananunua mjengo mmoja wa kifahari kinoma. Huyu binti yake haamini. Baba, yani huwezi kuamini. Unajua sasa hivi ndio tunaishi kwenye hili jengo la kifahari hivi. Ama kweli maskini tumepata. Sasa matako yatalia mbwata. Basi siku ambayo inafuata, mzee Justice ananunua gari na binti anaishi maisha ya kifahari kinoma. Leo binti anamwambia baba, baba, nataka kesho unipeleke shopping. Nataka some like nguo mpya, kitu kama iPhone. Baba, nipeleke kesho shopping basi. Basi kweli siku ambayo inafuata, mzee akampeleka binti shopping, na Philomena squeeze anapendeza kinoma. Sasa huyu bwana mdogo anagonga geti. Jina lake anaitwa Kelly. Kelly alikuwa ni mpenzi wake wa Philomena. Walipokuwa mtaani wanahangaika, hii leo Philomena amejipata na Kelly amekuja kumtembelea. Basi mlinzi akamruhusu aingie ndani, lakini Kelly anafika kwa Philomena, mpenzi wake. Sasa hivi Philomena anadharau kinoma. Uwe Kelly, kwanza unanionaje? Mimi sasa hivi si mpenzi wako. Mimi sasa hivi si level zako, sawa? Mimi sasa hivi ngoma ya gari. Kwa hiyo uwe kinyago, katafute kinyago mwenzio mtaani. Embu toka hapa, ondoka hapa ndani. Mara ghafla binti anamuita mlinzi. Uwe mlinzi, Robert, embu nisikilize. Tabia zako za kuingiza vinyago hapa ndani sitaki. Na iwe mwisho leo, tena marufuku. Ukome na ukomae. Basi Kelly ile kinyonge ikabidi aje apoe pande hizi. Anawaza kinoma, demo wake amemkataa. Basi akiwa amekaa kinyonge, anakuja huyu mwana mmoja anaitwa Adamu, na Kelly anamsimulia Adamu, mwanangu, nilikuwa na demu wangu kitani. Zamani tulikuwa tunafurahia kinoma. Penzi letu lilikuwa zito kirumia 50. Vile tunapata raha, utatuambia nini? Oya, tulifurahia kinoma. Na huyu demu nilikuwa nampa kila kitu. Sometime wakiwa ajala, mimi navunja kibubu na mgaramia huyu demu. Sasa hivi huyu demu kanikataa mwanangu. Basi Kelly anamsimulia Adamu, na Adamu akampa pole Kelly. Unajua nini mwanangu? Usikonde boy. Maumivu kama haya ya kwako anayo pia hata konde boy. Kwa hiyo usiogope mwanangu, tuishi tu mse baba. Basi huyu binti Philomena huku ushuani anaendelea kuishi. Mara ghafla binti anamuita dada wa kazi, anamdharau kinoma. Huyu dada wa kazi anadharaulika mpaka sio poa. Baadaye binti akaitwa hapa nje, ameitwa na rafiki yake wa zamani anaitwa Alice. Lakini Philomena anamkataa Alice. Ngoja kwanza nitoe miwani. Sikia we binti, hivi ukinitazama mimi na wewe like kama tunaendana, kwanza jione, you look like ridiculous.
hata uwezi kuwa na mimi. Embu katafute rafiki yako mtaani ambaye mnaendana kuwa na wewe. Mimi si rafiki yako tena. Kumbe huyu binti anavyozungumza hivi, hapa upande wa pili pana gari, na kwenye gari pana huyu msela anamchunguza Philomena. Na basi baadaye Philomena anazama ndani, anamwona huyu dada wa kasi, anashangaa vitu vyake. Wewe dada wa kasi, libaya kama nini? Acha kushangaa vitu vyangu. Chefu, lione. Basi leo Philomena anatoka, yupo mtani. Anakuja huyu dada ni muuza maji. Dada, nikuuzie maji ya baridi Uwe mdada, unaniona mimi nafanana kunywa hayo maji ya kandolo? Embu kwenda huko na mimaji yako. Mimaji mibaya kama nini? Kwanza inanuka kama kuzimu. Embu toka hapa, mtu mwenye sijui ukoje, mbaya. Philomena anadharau kinoma. Anarejea hapa nyumbani. Huyu mdada wa kasi amedondosha mkoba wa Philomena kwa bahati mbaya, na Philomena anamkaripia kinoma, anampigia kelele. Basi huyu dada wa kasi akaja kuzungumza na mlinzi hapa ndani. Wanadharaulika kinoma na huyu binti Philomena. Basi siku zikaendelea kusonga mbele. Philomena leo akiwa mtani, akiwa kwenye gari, amenunua vitu kwa huyu dada, lakini anamdharau kinoma. Ile mara ghafla anakamata pesa, anamtupia. Wembwa, embu kamata huo uchafu wako. Basi huko nyumbani huyu mlinzi anakuja kwa baba yake na binti anamshtakia. Mzee tajiri, binti yako Philomena amekuwa na dharau sana, anatudharau sana hapa ndani, embu jaribu kuongea naye. Basi mzee akasema nitaongea naye. Basi siku zinaendelea kusonga mbele. Kelly akiwa hapa mtani, mara ghafla anakuja Adamu. Adamu anamtembelea Kelly, na Adamu kama kuna mtu anamchunguza hapa mtaani. Basi masaa yakasonga mbele. Kelly akiwa mtani, mara ghafla huyu mzee Justice anamjua Kelly. Zamani walikuwa wanaokota makopo wote. Sasa hivi huyu mzee kajipata, akampa pesa Kelly, na Kelly akafurahia kinoma. Anakuja kwa rafiki yake Alice, wanafurahia. Huku upande wa pili huyu msela Adam akiwa barabarani, anamwona huyu dada Philomena, anampa lifti. Philomena pamoja na Adamu wakawa karibu, lakini Adamu mbona kama kuna mtu anamchunguza hapa mtani, na huyu dada Philomena hajagundua, akaendelea kuwa karibu na Adamu. Leo Philomena anarudi nyumbani. Baba anamwambia Philomena, mwanangu, nimesikia unadharau sana, unamdharau mlinzi na mdada wa kazi. Embu acha hizo tabia, hazitakupeleka popote hizo tabia. Basi binti akasema ndiyo, nimekuelewa baba. Basi baadaye binti anakuja kwa mlinzi. We Robert, we mlinzi mpumbavu, umeenda kumwambia baba yangu kwamba mimi nakudharau. Sasa uwe pamoja na mdada wa kazi mtaijua tabia yangu. Endeleeni kwenda kunisemelea kwa baba, nitawaonesha tabia yangu mimi ni nani. Basi baadaye Philomena anafunga safari, anakuja kukutana na huyu msela Adamu, na baadaye wanakuwa karibu. Huyu mwokota makopo Kelly akiwa amekaa hapa, anaona yule si mwanangu Adamu yule. Kwa hiyo Adamu ameenda kunibebea demu wangu Philomena. Nitafute pesa mzee, mwanangu ananibebea demu wangu. Na ndiyo anaona wanafurahia. Basi baadaye Kelly anamfuata Adamu na anazungumza naye. Mbona Adamu ana gari ya kifahari hivi? Na Adamu anakuja kumwambia Kelly, mimi ni polisi mpelelezi, mimi ni detective. Basi Kelly akataka kusema afu kuna ule dada nilikuona au basi baadaye kati ya Kelly pamoja na Adamu wanaachana, lakini Kelly amemgundua Adamu si mtu wa kawaida. Adamu anampeleleza Philomena. Basi siku inayofuata Kelly anaenda kwa Philomena, anamwambia Philomena, embu kuwa makini na ule kijana. Wewe nishakwambia usinishauri kuhusiana na mahusiano yangu, nenda ukamtafute maskini mwenzia huko ndio mshauriane. Mimi nilikuwa nataka tu kuambia yule kijana ambaye upo naye kwenye mahusiano kuwa makini. Lakini Philomena anajibu, embu nitoka hapa, sitaki ushauri wako. Ushauri wako upeleka huko, kamtafute kima mwenzio ndio umshauri. Basi huyu binti Philomena anamsalau Kelly kinoma, na baadaye binti anamkaribisha Adamu hapa nyumbani. Wanafurahia, wanaburudika pamoja. Kumbe hajajua Adamu anamchunguza kinoma Philomena. Basi leo kati ya Philomena pamoja na Adamu wakatoka wanaenda kuburudika, na masaa yanazidi kusonga mbele mpaka majira ya jioni. Huyu binti Philomena bado hajarudi, na baba anashangaa kinoma. Anamwita mdada wa kazi pamoja na mlinzi, binti yake kaenda wapi? Lakini mlinzi pamoja na mdada wa kazi wanasema hawajui.
Sasa huyu binti itakuwa ameenda wapi? Baba anawaza kinoma, anamtafuta mwanaye. Kumbe kweli huku upande wa pili huyu dada Philomena ametekwa na Adam, na Adam anamwambia Philomena, sikia, baba yako alibeba pesa zangu, pesa ambazo zimemfanya baba yako kuwa tajiri. Aliziokota dampo, mimi nilikuwa nimeiba nikazificha, na baba yako akaja kuziokota, na ndio akabadilisha maisha akawa tajiri. Pesa ambazo zimemtajirisha baba yako ni pesa zangu, nazitaka, na ndio maana nimekuteka hapa. Na baadaye mzee Justice anapigiwa simu, binti yake ametekwa. Mzee Justice lazima arudishe pesa za watu zote na binti yake aachiwe. Basi mzee anamfuata mlinzi na mdada wa kazi, anawambia, nimeshauza hii nyumba kwa ajili ya kwenda kumkomboa binti yangu, na nimeshauza kila kitu, kwa hiyo ondokeni hapa mjengoni, mimi narejea kwenye maisha yangu ya umaskini, nimeshauza kila kitu nimkomboe binti yangu. Basi kweli mzee anampa pesa yake Adamu, na Adamu anamwachia Philomena, na baadaye kati ya baba pamoja na Philomena wanarejea tena kuishi maisha ya mtani. Wanakaa kwenye hiki kibanda, hawana kitu tena. Baba ameuza kila kitu kumkomboa binti yake. Hii leo wanakuwa maskini tena, na baba anasema amefanya hivyo kwa sababu anampenda kinoma binti yake, na ndio maana ameuza kila kitu amkomboe binti yake. Binti yake alikuwa na dharau kinoma, hii leo amerejea tena kuwa maskini. Anawaza huyu binti Philomena, na mara ghafla mpenzi wake Kelly aliyekuwa akimdharau huyu hapa. Kelly anamwambia Philomena, nilikwambia kuwa makini na yule kijana, haukunisikia. Basi Kelly anamfariji Philomena, na Philomena anamuomba msamaha Kelly alikuwa akimdharau. Hii leo amekuwa maskini, na leo Philomena akiwa anatembea anakutana na Alice, rafiki yake wa zamani aliyekuwa akimdharau. Leo hii wote wamekuwa maskini, lakini Philomena akamuomba msamaha. Na baadaye Philomena anauza maji mtani, akakutana na huyu dada aliyekuwa akimdharau, na hii leo Philomena amechoka vibaya, anakuja kwa huyu dada anamuomba msamaha kwa sababu alivyokuwa tajiri alikuwa akimdharau. Basi binti Philomena anafunga safari mpaka kwa huyu mlinzi, anamuomba msamaha kwa jinsi ambavyo alikuwa akimdharau. Hii leo amekoma. Basi binti Philomena anajutia kinoma kwa dharau kwa sababu hii leo kimemlamba. Lakini baadaye Philomena anarudi nyumbani, baba anakuja kumkaribisha hapa. Kumbe baba kuna kiasi cha pesa aliwekeza, na baba amenunua nyumba ya kifahari tena. Basi Philomena pamoja na baba wanaishi maisha mazuri tena. Leo Philomena anakamata zawadi, anakuja kwa huyu mlinzi Robert, anampa. Sasa hivi Philomena amekuwa hana dharau kabisa, amekuwa ni mdada poa kinoma. Anakuja kwa huyu mdada wa kazi ambaye alikuwa akimdharau, anamuomba msamaha na kuwa naye karibu, licha ya kwamba Philomena ameshakuwa tajiri tena pamoja na baba. Philomena anapita kwa wale ambao alikuwa akiwadharau, anawapa pesa, anawasaidia, na anaomba msamaha kwa jinsi ambavyo alikuwa akiwadharau. Basi baadaye Kelly akiwa hapa anashangaa Philomena, huyu hapa Philomena sasa hivi anampenda kinoma Kelly. Sasa hivi Philomena hana dharau tena. Basi hao wawili wakapendana, na hao wawili wanakuwa kwenye mahusiano, na basi maandishi yanapita na filamu inaisha. Umekufunza nini huu mzigo wa filamu? Dondosha komenti yako. Big time kwa kuitazama na kuisikiliza mwanzo mwisho. Mimi naitwa Roboti. I hope utakuwa umeenjoy kuitazama, na hii inaitwa Ostazi Rekapu, na hili ndio chimbo jipya la rekapu zote mpya. Usisahau kusubscribe, lakini pia usisahau kutauni on notification ili uwe wa kwanza kupata video mpya kila siku, na tukutane kwenye next rekapu. Bye bye, I'm out here.